ta'ala, vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na Allah ni tajiri mwenye kujitosha. Hahitaji chochote kwetu sisi kama binadamu, hahitaji chochote kwetu sisi kama waja wake, isipokuwa anachohitaji kwetu sisi, ndugu zangu katika imani, ni kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi ya ani Najihi al-Irbadi ibn Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zalafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun mu'adda'i fa'awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a fa in ta'amara alaykum al-'abd من يعشي منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Anasema sahaba huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, siku moja Mtume alitutolea sisi mawaidha ambayo yalipelekea nyoyo zetu sisi kuingiwa na uoga, kuingiwa na hofu. Halikadhalika macho yetu sisi yakatokwa na machozi. Tukasema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, kaannaha mau'izatan mu'adda'i, kana kwamba haya mawaidha unatutolea leo sisi ni mawaidha ya kutuaga. Fausina, basi tuhusie. Katika hali ya kuwahusia Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba, na waambia usikum bitaqwallahi azza wa jalla, na kuhusieni kunako swala la kumcha Allah mtukufu aliyoko juu, wasami'i wa ta'a, na kuwa wasikivu na watiifu. Fa in ta'amara alaykum al-'abd, hata kama kiongozi wenu nyinyi atakuwa ni mtu duni, ni mtu maskini katika hali ya kimali, lakini ni mtu mwenye maarifa katika upande wa dini, basi ni wajibu wenu nyinyi kumtii. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, akawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam maswahaba, na kutahadharisheni sana na watu ambao watakaokuja kuzua mambo katika dini. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwani hakika kila uzushi ni upotevu. Na leo ndugu katika imani, hii hali imekithiri katika upande wa Waislamu. Makundi yamekuwa ni mengi. Ni yupi aliye sahihi katika haya makundi? Mtume anasema fa alaikum bisunnati, anasema kuwaambia maswahaba ni wajibu wenu nyinyi kushikamana na uongofu wangu mimi, wa sunnatil khulafai ar-rashidin, na kushikamana na mwongozo wa maswahaba walio waongofu. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, chukueni tahadhari na watu watakaozusha, na watu wenye kuzusha mambo katika dini. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwani tambueni hakika ya kila uzushi ni upotevu. Imekuja hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa fi shubuhat faqad istabara lidinihi wa 'irdihi wa man waqa fi shubuhat waqa fil haram qara'i hawla al-hima yushiku an yarta fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al-jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalb. Anasema sahaba huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema innal halala bayyinun, hakika ya halali iko wazi, wa innal harama bayyinun, na hakika ya haram pia nayo ipo wazi, wa bainahuma umurun mushtabihat, na katika hivi vitu viwili kuna mambo yanayotia shaka. Wa man ittaqa fi shubuhat faqad istabara lidinihi wa irdihi, akasema yule ambaye atakayejiepusha na mambo yenye kutia shaka katika dini atakuwa amelinda heshima ya dini yake na amenusuru dini yake.
wa man waqa fi shubuhat, na atakayeingia katika mambo ambayo yenye kutia utata, waqa fil haramu, hakika ya mtu huyo atakuwa ameingia katika mambo yaliyokuwa ya haramu. Akatolea mfano akasema ni sawa sawa na mtu ambaye anayechunga pembezoni mwa mipaka la shamba ya mtu, pembezoni mwa mipaka ya shamba la mtu, yushiku an yartafi, inachelewa kwa huyu mtu muda wowote wanyama wake wanaweza wakamponyoka na wakawa wenye kuingia katika nini, katika shamba. Akasema ala wa inna likulli malikin hima, tambueni hakika ya kila mfalme ana mipaka yake. Wa inna hima Allahi maharimuhu, na tambueni hakika ya mipaka ya Allah ni katika vitu ambavyo alivyoviharimisha, katika vitu ambavyo Allah alivyoviharamisha. Ala tambueni. Wa inna fil jasadi mudgha, tambueni katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna pande la nyama. Idha salahat salaha aljasadu kullu, pindi litakapotengemaa hili pande la nyama mwili mzima unatengemaa. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na pindi litakapoharibika hili pande la nyama mwili mzima unaharibika. Akasema ala wahiya alqalb, tambueni huo ndio moyo. Hivi tunavyozungumza ndugu katika imani, leo hii watu katika hali ya kuzusha mambo katika dini, wanazusha kwa sababu ya hawa ya nafsi zao, kwa sababu ya mapenzi ya nafsi yao. Wanafanya mambo ambayo hayana dalili katika dini kwa sababu tu nafsi zao zinapenda kunako hayo mambo. Wanazusha mambo katika dini kwa sababu nafsi zao zinapenda katika hayo mambo, hata kama hayo mambo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallama ameyaharamisha, hayajawekewa sheria katika upande wa dini. Watu wanayafanya kwa sababu ya hawa ya nafsi zao, na huu ni ugonjwa mbaya. Haya ni maradhi yenye kuangamiza. Hawa ya nafsi ni maradhi yenye kuangamiza. Kwa hiyo ndugu katika imani, tuchukue tahadhari, tujiweke mbali na mambo yenye kuzushwa katika dini. Utayafahamu vipi haya ni mambo yaliyodhuriwa katika dini? Ni wajibu juu yetu sisi tujihimize, sisi tuwahimize wazazi wetu, tuwahimize ndugu zetu, tuwahimize jamaa zetu wa karibu kunako swala la kujibidisha na swala la kusoma elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hapo ndugu katika imani, tutaangamia sisi, tutaangamiza vizazi vyetu, tutaangamiza ndugu zetu kwa sababu ya kukosa maarifa. Unaona ndugu katika imani, kukosa maarifa ya dini ni sababu ya sisi kuingia katika maangamivu. Kujiweka mbali sisi na kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya sisi kuzua mambo katika dini. Utazua jambo kwa sababu hauna maarifa nalo. Utafanya jambo kinyume na sheria kwa sababu ya kutokuwa na elimu, utaona uko sawa sawa. Na hii ni hasara katika dunia, na hii ni hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu katika imani, tufanye pupa, tufanye hima, tufanye jitihada katika jambo zima la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lilghuraba. Huu Uislamu umeanza katika hali ya ugeni, kama vile ambavyo leo nyinyi mnavyoonekana ni wageni katika mji wenu, na utarudi katika hali ya ugeni huu Uislamu kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, ni ubora ulioje kwa wale ambao watakaoonekana kuwa ni wageni. Ndugu katika imani, kweni na subira, na hii njia mlioshika ndo njia aliyokuwa nayo Mtume na maswahaba. Wengi watawacheka, lakini ni wajibu juu yenu nyinyi, kama alivyosema Mtume kuwahusia maswahaba, fa alaikum bisunnati, ni wajibu wenu nyinyi kushikamana na mwenendo wangu mimi, wa sunnatil khurafai ar-rashidin, na kushikamana na mwongozo wa makhalifa waliokuwa waongofu. Addu alaiha bin nawajid, ushikeni kwa meno ya magigo. Shikamaneni sawa sawa na sunna. Sio leo umejipamba na vazi la sunna, kesho umejipamba na mavazi ya kizushi. Amilianeni na kuvaa kanzu katika upande wa wanaume.
amilianeni na kuvaa jiribabi katika upande wa wanawake. Haya ndo mavazi ambayo waliovaa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinyume na hapo, ndugu katika imani, ni kutwanga maji kwenye kinu. Hakuna chochote utakachoambulia ukisali na mavazi ambayo hajafundisha Mtume wala maswahaba. Swala yako ni batil katika upande wa wanaume, halikadhalika na katika upande wa wanawake. Kwa hiyo unapoiendea swala, hakikisha umefanya maandalizi ya sawasawa katika hali ya kuielekea hiyo swala, kwa sababu ni tiketi yako ya kukupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hapo, ndugu katika imani, tutaangamia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, ama baada ya kuwa tumezungumzia msingi wa watu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kufata mwongozo wa maswahaba, ndugu katika imani, ni wajibu juu yetu sisi kuhakikisha kila mmoja katika sisi hauwezi ukashikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wala ukaufahamu mwongozo wa maswahaba bila kukaa chini na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu katika imani, katika usia ambao mimi naihusia nafsi yangu, lakini pia na kuhusieni nyinyi ndugu zangu katika imani wote kwa ujumla, tujibidishe kuna kuswala la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakuna mafanikio kwa mwanadamu, awe mwanaume ima awe mwanamke, pasipo kujishughulisha na swala la utafutaji wa elimu. Kama ilivyokuja katika hadithi, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, man saraka tariqan yartamisu fihi ilman sahala Allahu lahu biha tariqan ila aljanna. Yule ambaye atakayeshika njia si kwa makusudio mengine, bali ni kwa sababu ya kwenda kuitafuta elimu, Allah atamfanyia wepesi kunako njia ya kuelekea katika pepo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hili swala la elimu ni swala la muhimu na ni njia ambayo itakayomfanya mwanadamu aweze kufaulu katika maisha haya ya dunia, lakini pia ni njia ambayo itakayomfanya huyu mwanadamu aweze kufaulu katika maisha ya akhera. Ndugu katika imani, ni mambo mengi ambayo leo watu wameyaharibu katika Uislamu. Hili swala la mtu kusoma elimu ya dini ni swala la wajibu, sio swala la hiari kama wanavyofikiria baadhi ya watu, kwamba mtu anafanyia ihtimamu swala la kusoma elimu ya dini pindi anapokuwa na umri mdogo, bado akiwa ni mtoto akilelewa na wazazi, akizani kwamba baada ya kuwa yeye amefikia umri wa baligh kwamba tena hana mahitajio ya yeye kusoma elimu ya dini. Hii ni elimu ya watoto. Hii ni kujidanganya ndugu katika imani. Swala la kutafuta elimu ni wajibu juu ya Muislamu mwanaume na ni wajibu juu ya Muislamu mwanamke bila kujali umri wake. Lakini madai ya kusema swala la kutafuta elimu ni swala la watu ambao wasiokuwa na kazi, kwa maana hiyo ni swala la watoto, hawana mambo ambayo wao yanayowashughulisha, huku ni kujidanganya ndugu katika imani. Bali swala lilokuwa la wajibu ni juu ya kila mmoja wetu sisi ahakikishe anafanya jitihada katika hali ya kutafuta elimu ya kisheria. Na elimu ya kisheria ni elimu ipi? Ni elimu qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio elimu ya kisheria. Kinyume na hapo ndugu katika imani ni kujidanganya, kama vile ambavyo leo watu wanafanya ihtimamu katika elimu ambayo inayotambulika kuwa ni elimu ya sekula. Mzazi yuko tayari kufanya ihtimamu kwa mwanae, hakikishe anamuona kila siku anahudhuria wapi? Shuleni. Lakini mzazi hayuko tayari kufanya ihtimamu kwa mwanae kumuona kila siku anaenda madrasa, kwa sababu imefanywa hii elimu kuwa ni elimu ya nini? Ya ziada. Hii sio sahihi ndugu katika imani, bali lilokuwa la wajibu
ni kufanya jitihada kwa kila mmoja kwetu sisi kuhakikisha kama ni kijana, kama ni binti, kama ni mzee, kama ni baba, kama ni mama, yeye mwenyewe binafsi kwa nafsi yake afanye jitihada, kwa sababu ndio njia ambayo itakayomfanya yeye Allah amfanyie wepesi katika njia yake ya kuelekea katika pepo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.